Anatafutaka nini? Sasa tunataka tujue nini shetani anatafutaka kwa mwanadamu. Haleluya. Amen. 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 Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wingi wa mambo shetani anaweza kutafuta kwa mwanadamu. Biko angalau vingi sana. Nitasema kimoja. Bwana sifiwe. Amen. Yesu katika kauli zake akasema kauli nzuri kwa 22 sura 22 ya Mathayo mstari wa 33. Asema akakuja Mfarisayo. Kwa kwanza alikuja ni Msadukayo. Akamuuliza namna gani nitakuwa badala ya kutoweka duniani? Kwa sababu amri za Musa zilisema atakayeoa abada akufe bila kuzaa atakamatwa ule mwanamke anaanza tianwa anazaa watoto kwa jina la aliye kufa. Vitakuwaje tukiondoka? Vitakuwaje? Hiyo Msadukayo bwana mshuki bwana Mungu ile Msadukayo. Wewe unajua Mungu ni Mungu wa wafu. Mungu haiko wa wafu, ni wa wazima. Hakuna tena kuoa na kuolewa huko mbinguni. Kushuka chini mwingine akasema ndio bila na sheria sawa. Mwingine si Msadukayo akakuja mwingine Mfarisayo. Mfarisayo akauliza aseme baba we amri ya kwanza ipi iliyo nzuri ambayo tunaweza heshimia mfanye? Eko. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Akamwambia unataka amri iliyo kubwa ni hii. Mpende Mungu wako kwa akili yako yote, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Akasema unasikia ile nayo? Sawa. Mpende Mungu kwa akili yako. Akili yako. Akasema akachanganyikiwa, akasema huyu bwana anajipendelea sana. Aseme watu ndio wampende sana Mungu kwa akili na moyo. Analeta sawa. Ndio hapa tumesoma sasa. Shetani akakuja. Akasema kama hapa tumesoma kama injili yetu imesitirika ukindi Kiswahili kuleta hapo. Ikwanga ligambo lia data leo. Lia dua kala litasimama. Amen. Amen. Kulieta lingu kubenge kuti abatagweti bagabona. Uko cyo Kiswahili kidesi. Bwana sifiwe. Amen. Ngalengeze. Haleluya. Amen. Kama injili yetu imesitirika hii tunayoihubiri kila wakati kama haina poa, haina nguvu, si kana kwamba hatuko wabaya. Lakini watu ambao mshetani ule walisema Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao, akili zao, wasione mwanga ulio ndani ya Kristo. Nataka nikwambie kitu kikubwa shetani hutaka kwa mwanadamu ni akili. Amen. 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 Haja kubwa ya shetani kwako ni akili. Kama mnagotu mwenge utazijua kalamu utazigenda mu kiwika na mudidi. Nuli wembingu. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Anatuwazia mema. Yesu anatuwazia mema. Haleluya. 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 Ngalengeze mukashaka nyako. Bwana sifiwe. Amen. Unajua si mada hili tunalizoea. Amen. Amen. Usiwaze kibodi, waza kwanza hili neno. Na kama shetani alishaka kufusha fikira mulina kiuno na mjiji. Sidahero kana hao watulangiza kwa gani hiyo. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Amen. Kitu cha kwanza shetani anatafuta kwa mtu anatafutaka ndo nini? Akili. Niongee nisikilike vizuri. Mtu akiwa ana akili nzuri, vingine hata vipondekani. Asifiwe Yesu. Amen. Mfano wa wazi ni huu. Mtu mmoja akitoka hapa aende soma Nairobi, Kenya. Akitoka kule Nairobi, Kenya, ile tu kukaa Nairobi hapo anasoma shuleni na wenzake, wenzake wanamstaajabia wanakusema huyu mgaso yeye. Haiko sawa. Wala tusenekafie basi. Unafia wa Mungu tena Mungu anaenda mligenge bwana. Baina mbona mfie yeye hapo sawa hapo je. Kwa nini dada anasoma anafika anamaliza degree.
Anapata diploma. Kisha kupata diploma, watu wanaona mtata alikuwa bie, alikuwa na nini? Mtu mmoja anatamani kuja Kongo, akuye jua huyu dada alikomalaji. Akikuya hivi, anafika anakuta baba yake ni kilema cha miguu yote haitembei. Mpaka ingie kukinga, atembeze tena bakimsukuma. Anauliza bwana sifiwe. Anauliza huyu ndo baba yake ya ule dada mzuri tena mwenye akili tena mwenye busara mwenye alitoka wa kwanza ku University ya Kenya. Ndio baba yake huyu. Anastaajabi, anashangala. Sasa badala ya siku sawa mbili hivi anaikala naye. Anamuuliza baba jambo, amwambia jambo sana mtoto. Wewe ndio mlikana mwenzako kule Kenya. Mtoto wangu alikuwa ananiambia alipata degree ya BA, haiko ya Bukranga ya kutulia. Nasema ni sasa ndio vile mtoto wangu. Mkomale mpie, anaanza kumshauria tu hivi. Anajua hapa akili iko yote. Ndio maana huyu dada alikomala pia wazazi wako na akili sana. Bwana sifiwe. Ukiwa na akili hata uwe kilema utaboresha mambo na watu wanasema huyu mtu wako sawa. Amen. Naongeza. Haleluya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niseme wazi kitu kimoja kiko wazi. Mtu mmoja anaitwa Frere Patrice. Yule alisalimia watu kwa kubaibia. Akaiba mambo. Akaanza mwalimu, akakuwa mwimbaji international. Mwimbaji wa dunia yote. Lakini ukimtizama mkono haiko, hapo kilema mkono hana. Amugambala ya makosi. Amen. Amen. Tena hii ingine mkono iko pia lakini vidole navyo havienei. Lakini saa hii Kongo nzima ndio president wa orchestra. Waimbaji sasa yao hano amwitu sauti ba orchestra bwana. Ndio mwenye mbangu kiba. Kongo yote ba orchestra wako katanga sana. Bwana sifiwe. Haleluya. Ndio president wa orchestra Mkongo. Sasa anasimamia wale wako na mikono yote, anasimamia. Sasa kitu kimoja alichokuwa nacho ni mind, akili, intelligence. Bwana sifiwe. Amen. Iko vizuri. Sasa shetani akatuma basi ni makofusha. Ndio hapa tumesoma. Mungu anashika kuenda na kupanda hapo yeye. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Amen. Niambie angalia kama na wewe, ni baba ndio Mungu mtalgo kiwe. Amen. Amen. Aliko wale kihulu, wale shetani alikuwa shakia yemo. Wala sifiwe. Amen. Sai. Na bako mwiba na bana, batro. Bako ba mingi. Anasoma na maliza, anapata diploma na lisansi na doktora. Lakini shetani akasema nitakulipelea. Akamkamata akatia yemo. Jinsi ya sana ile na toroshi kuna ukitoroshia naweza nani. Bwana sifiwe sana. Amen. 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 Anasoma sana lakini shetani akatia. Biblia inasema hivi. Paulo akakuwa hapa na tesa baba. Anaikala kumeza anaandika vikaratasi, anatuma akifika kwenye huko. Anakuambia wewe shuka pale. Tunashuka. Mvule manguo, unipatie hayo mpike. Kwa benye alipiga bila kusema Biblia. Aliwapiga sana. Sasa Matendo ya Mitume nasema, alipokuwa akitembea kwenye bonde, kwenye mkabanda ke Damasiki. Ile bonde, wanasifiwe. Amen. Asema akaona mwanga mkubwa. Ukajijimoleka ushaze kila kitu. Bwana sifiwe. Ile mwanga ikakuja ikampiga. Ikamwambia Sauli, mbona umenitesa? Ndipo saa ile tangu saa ile wakamnyangula atakipona, wakampeleka waende, wakamtia basi moja. Siku tatu wasemi. Ndio ile siku aliposema akakuwa mikononi mwa mtumishi akimwomba
kuambia maneno ya kwamba kutesana si vizuri, kukaa bila kujua Yesu si vizuri. Alipoondoka pale ndio wa kwanza kuhii Biblia tunayosoma aliandika. Amen. Haleluya. Sasa ni kusema badala ya kupokea Kristo alikuwa alishaitika Kristo vizuri na akawa amemulikiwa mwanga ndani yake. Ile diploma aliyokuwa nayo, msomi wa sheria, ile vyote vikawa na mwanga. Ndio akawa na akili nyingi na akaandika maandiko vizuri. Amen, amen. Ndio anaandika Biblia, unaisoma, ukisoma Warumi ni kama filosofi bibliki. Ni kubwa, inaandika maandiko, unasoma, unasikia wewe wote, unaingia mtafakari nyingine isiyo ya hii kawaida. Bwana sifiwe. Kisa gani? Ni kwa sababu alikuwa mwenye akili na wakaimulika. Yesu Kristo akatia yeye mwanga mwingi. Ile mwangaza ya Kristo ikaondosha kihulu ndani ya kichwa na watu wakasikia mimi. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Sasa ni kusema shetani anapokuja kwa mtu hatafuta kingine. Anatafuta ndio akili yake. Akiteka ndio wale wanafanya dhambi kila lendi, kila mpaka le premier le 30. Amen. Amen. Na ile dhambi ya kumletea shida anatokea na mzalendo na nani anatoka. Hawaje bila shida. Bwana sifiwe. Amen. Na kila ione kama mashira si ya kutoboka. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Nikusema juu ya akili ndogo balishaka tiamo kihulu. Ndio maana hawezi tambua dhambi gani anafanya na dhambi gani ataacha. Ndio ya nini? Akili yake iko hapo kisa nyingi. Shetani atafuti kwamba wewe ubakie na mkono moja. Angatenda gira hiyo anapugwise barabara. Tali kobwe ndelevya mdoza wewe. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Tena natafutaka ni akili. Ndio maana unapoona mtu anapotembea, huko mwenye anaweza tembea, ukitembea tu unaona mwenendo wako unasema huyu bwana hata. Akili yake inachanganyikiwa. Bwana sifiwe. Amen. Hapa nilielewa kitu kimoja. Mtu anaweza kuwa kwa masomo unasoma naye ile premier asizie. Hapo ile premier de class. Kantini papa, yeye atakuwa kwenda tu anafanya vile. Haleluya. Bwana sifiwe. Fanya hivi. Haitakuwa kosa lake. Shetani alipofusha ile akili. Alitia mogizi. Amen. Amen. Niambia habari za Biblia jinsi gani shetani anatafuta akili ikufushe. Mtu mmoja aliyetikisa dunia yote. Anamuita Belshaza. Alikuwa ni mtu ambaye anatikisa. Na kuna zene uitu yake. Abaka tikisa ndio. Aliyetoka mtoto wa Venezuela. Na mkagenda bana analiye president. Anamteleka mu kisita chake. Bwana sifiwe. Anaso kumtelekamo anawira vitu abashibana. Bwana sifiwe. Kusema ako na bisansi kudunia. Sasa hiyo siku moja akakuwa huyo bwana naye alipotikisa akasema okay, mwende mlitafutie Wayahudi na Israeli ambao wako na akili. Mtane kilijindilie. Ndio bikaji ngabala. Bwana sifiwe. Ukileta wenyewe wana akili hawatanisaidia, lakini mwende mkamate mateka. Wale wa mateka muangalie mkizibuza kaka jambo. Kisa tajibia ile jambo tu. Utaelewa hiyo bwana. Bwana sifiwe. Pale wakamjua Danieli akaenda mubale wake. Danieli alikuwa na akili sana. Chandrake Abednego na banana wakati wala bana kubandu boshi ana mubira bayina bakizibuza abantu naho dada jambo anataka jambo kuinjika kulira anamaka mtwala kidogo. Kusema alisikia gisi gani hapo tofauti na wenzake. Walitoa watu ine tu. Wale watu ine wakaenda utumwani. Kukaa kule utumwani. Biblia inasema Danieli akakuwa mwenye kupendwa na mfalme. Kilichotuma pendwa si kingine akili yake. Bali watara mo assemblée anga bagire na mino ko kuno bagade. Ana mamutola. Bya gade tapapa. Ara be bagagendera mo. Wala sifiwe.
no mutakana kubatwala no muda mukubira muna batumira muna mutumizi bangazenye muno mwaka no manda mutatumizi libana kanya bakashanga yo manda stana tagiro gade atunya manda yo myaka 5 kandi ganda atakabite kati akana kapta mubona sikisho gade tukude kati kera babo kadaba yo aba hulikifu lakini yeye alikuwa anasema sana ikabidi saa moja wakamwambia huyu bwana anakamata kura wanampenda sana tumsingizie sababu wako na akili habari ichanganya akili yako kiwa vizuri utembea na Yesu uongoza safari mazito utembea na Yesu uongoza safari mazito utembea usishangale sana maraba pili ni mchana watu wasiofiki wala sikio ndio bana kuia juu kibodi nie bazaoni na wala batangira kuchate ichaje sete liko batamu chate ndio mukuma babwinira sakidogo anasimu hapo anasimu leo niligambo leo amen lakini nakwambia kwamba ni akili tulio yote ni akili. Hapo washakuelewa akili wala iko ya kutembea tu ya kujua mambo haiko. Walitia hemo kihulu. Wala haleluya. Tuko tunasema topic ndio wako wanatoka nje wanaingia. Ndio kihulu. Tunasema hivi. Haja za shetani kwa mtu. Mtu akiwa pale Mungu anamtia kuwa vizuri. Lakini kitakachotuma wewe vizuri ni akili yako. Shetani anasema hapana, nimtie hemo giza. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Akili ya mtu ya muongoza. Akili ya mtu ya mtawala. Akili ya mtu ya muonesha kesho yake. Bwana sifiwe. Amen. Sasa shetani anaonaka hapana. Lazima nilete giza mwi akili ili watu wasikuwe wanafikiria vizuri. Ili watu wasikuwe wanatenda mambo vizuri. Bwana amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Samsoni akatikisa dunia yote. Ndio. Siku moja wakamkamata. Wakatoboa macho. Kisa tu basitumikishe gisi wanapenda. Basi vingi tumikisanga kuno kwetu. Mbuwe. Basi kumbe bage. Basi mbuwe sawa. Muweza mkamweza. Anaba mwira sawa. Linda mbona mundu wale gari. Amen. Amen. Kiwa na akili utaona, hawezi iona mambo fulani yenye yatakupendeza ili uyatumikie vizuri kama akili yako haina vizuri. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mtu kufanya dhambi sana na anajua mdhambi na anajua mdhambi huko mambo ya kumletea kifo, badala ya kifo anaenda nishawaambia huko mwenyewe juu akili mko kitu kinachoitwa giza. Saa hii na kujichunga yeye kutomboka ndio yake. Kusema vya mingi mbarabara mligala ndio yake. Hayaelewa majira akili ni nini walipofusha wakati ya giza. Hiyo kihuli kamchanga. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Lakini napenda nikuambie uko mtu uliumbwa na Mungu ambaye alikupa akili ili kuchunge kutawala. Angalia vizuri navyoenenda ili akili yako isamalike na kesho yako iwe nzuri. Kesho yako iwe nzuri. Kuimba nyimbo nasema kutembea na Yesu. Hauwezi tembea na Yesu na hauna akili. Utadamanya huwa msika mkubiti.
Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Utatembea na Mungu tena hauna akili. Anatembeaka na watu wake. Ndio wanajuaka hapendaki mabaya. Hapendaki hiki, hapendaki. Tena Yesu hakuleta vya nguvu sana. Atakubira ku betiro muziki. Akabona usibaisho na nyoka. Kabiri bikayo ukakubutoka nani msiba. Lakini jua akili yako kuwa haina yako. Na baba yako anatomboka. Na baba yako anatomboka. Na nini unatomboka? Jua hakuna vingine. Kubalitia kitu Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Lakini siko na kuwa niko na kuambia neno la kwenda mbinguni. Ndio. Utaenda Sirira kisa tu akili yako ilienda ndani. Bwana sifiwe. Na hii akili iko na faida nyingi sana. Dada mwenye ako bila akili. Mama muona sana kizibona ngata. Bwana sifiwe. Amen. 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 Kaka mwenye hana akili. Mama muona bana bana. Nikusema akili ya Mungu yaendaka vizuri. Amen. 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 Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Ukiwa unatumikia Mungu, tumikisha akili. Ndio. Ukiwa mtaani, tumikisha akili. Ndio. Popote utakuwa, tumikisha akili. Mwenye akili anachunguzaka. Lolekeze ko muri mugenda. Utazatenga bazia wenge. Uzatenga bana wenge. Lokugulule byanya. Lolekeze ko muri musaka. Utazatenga bazia wenge. Uzatenga bana wenge. Lokugulule byanya. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Lakini inasaidia mtu aliye na akili. Mwenye hana akili atazania tuko mligala. Anaendana tu ya ile neno ya kihuru. Ndio. Amen. Ukimuuliza alibalihubiria walisema kihuru mwingi. Kihuru Mungu wengi. Lakini kusema kama walisema shetani ndio anakiaka kihuru Mungu wengi. Hata hiyo. Na kusema elewe kale kakitu kama tuepuke sana shetani asitutie giza atabakia tu kulisawa ligala. Lakini sikuji kwa ligala na sifanyaki ligala na nyumbani. Nataka nikwambie mbinguni wanaandaa hili neno likusaidie maisha yote. Ubakio kijua hata huko kitu kiitwacho kihulu mwakili kitapako kwa shetani. Kitakacho kuya kwangu nitakuwa sawa Sauli. Alitesa watu wa Kristo habana makosa. Akawaua, akawapiga siku tu walimulika. Mwanga ndani yake alitambua hilo neno akaacha, akakiri. Ndio mwenye alisema nimepiga vita vilivyo. Mwendo nimeumaliza salama. Na imani nimeilinda. Nawekewa taji. Na si mimi pekee. Haleluya. Amen. 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 Bwana sifiwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Mungu mwingine mwita. Maisha yake na neno lifalo kutarajiwa. Sababu watu wakitenda mabaya wamechanganyikiwa. Kuna wasomi leo hii. Juu tu akili yao uko giza. Ndio wanatesa hii nchi yetu. Ndio. Anga maisha ana matulisha masa sana. Akili libomoka. Akili leta. Sisi ndani ya kichwa ndo walitia hivyo kitu. Sasa nikusema uwe na akili maisha yote ili mbingu zikuandalie heri yako. Na hili neno liwasaidie. Amen. Amen. Amen.